tuliahidi tutashiriki shughuli zote za maendeleo za wananchi kwenye ngazi ya mitaa na mashina. Tumezoeleka wabunge wakifika kwenye maeneo ya miradi wanakuja kwenye miradi mikubwa. Anakuja kwenye mradi wa barabara labda ya Banana, Kitunda mpaka Msongola, kwa sababu ni mradi mkubwa wa kiserikali, ndiye mbunge labda anaonekana. Sasa ile miradi ipo na inaendelea kufanya kazi, lakini wanaotuchagua pamoja na kwamba wanatumia barabara zile kubwa, lakini wanatoka huku ndani. Sasa huku ndipo kwenye chimbuko la wananchi, hawa ndio wanaopanga foleni kutuchagua. Sasa ili aweze kufika barabara ile kubwa kule, lazima apite kivuko cha Mwanachimbo. Sasa kama unaijenga kule na huku hawezi kutoka, maana yake hawezi kuona matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan yale ya barabara kubwa. Na ndio maana nilikuwa nateta na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa mtaa kwamba haya tunayoyafanya ndio mambo ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametuelekeza watu tupate wananchi kule ambako walipo, na ndio mambo ambayo waziri wetu mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amekuwa akiyafanya. Anashuka kwenye ngazi ya chini kabisa ya mtaa, ya wilaya, ya jimbo, anakuja huku ili kusudi wananchi waeleze shida zao na changamoto zao. Mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na waziri mkuu wetu wakati wote wamekuwa wakishiriki shida za wananchi kwenye ngazi ya shina, na sisi tumeona tufanye hivyo. Nawapongeza ndugu zangu wa Kitunda wakiongozwa na diwani wa viti maalum. Hebu angalia, yule ametoka Kitunda amekuja Magore. Mzee wangu pale Mwishiri katoka Kitunda. Tafsiri yake ni kwamba tunapaswa kuiga mfano wa namna hiyo kwenye kuwasaidia na kuwaletea maendeleo wananchi wetu. Hivyo mimi nataka niwaambie, hii tulioanza nayo ndio spidi yetu mpaka 2030. Lakini pia diwani tule naye anachapa kazi kweli kweli. Mmepata diwani mzuri, kila mahala diwani anapenya kuwasaidia wananchi wake. Na mimi kijana wenu vile vile najitahidi kadiri Mungu atakapoweza kuniwezesha. Tunapambana kule bungeni kuwasemea wananchi, lakini pia tunapambana huku kwenye halmashauri kuwasemea wananchi, lakini pia tunatafuta wadau mmoja kushirikiana nao kutatua changamoto za maendeleo. Na maendeleo, baba wa taifa alituambia, yanaanza na sisi wenyewe wananchi, na serikali yetu inafuata kuwafikia wananchi. Lakini mimi kwenye mfuko wangu wa jimbo na wajumbe wa jimbo, mfuko wa jimbo wapo hapa, nimeshatoa milioni 19 ndani ya kata hii ya Kivule, na leo tumepambana milioni 7 ziwafikie, jumla milioni 26 ndani ya kipindi cha miezi miwili. Milioni 19 zile tulizozitoa tumesema tutakwenda kuzizindua wiki ijayo, kama sio baada ya wiki mbili kutoka leo, kwa ajili pia ya ujenzi wa kivuko kingine ndani ya kata hii ya Kivule. Lakini ndani ya kipindi kichache, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea fedha zaidi ya milioni 800 za ujenzi wa daraja la mto Mzinga pale Managati. Sasa mambo yanakwenda. Mvua hizi zimekuja, tunazipenda, zimekuja na baraka, lakini zimekuja na athari. Leo wakati nakuja kutokea stesheni, nikawa namwambia dereva wangu, juzi tulikuwa Kitunda na Kivule, kwa maana Jumatano. Watu wamechukua video wakapeleka kwenye magrupu kwamba pale hapapitiki, maji ni mengi. Sasa wengine wanasema mbunge haonekani, diwani haonekani. Sasa tunaulizana, bwana, sasa na mvua hii ambayo Mungu ametuletea na dimbwi hili ambalo lipo, na bahati nzuri mkandarasi yuko site anafanya kazi ya ujenzi wa barabara hiyo,
na maana yake pamoja na mvua hiyo mkandarasi yule ameingia hasara, lakini kazi bado inaendelea ya ujenzi wa barabara ile ya lami ya Banana Kitunda mpaka Msongola. Sasa nikamwambia dereva juzi, hao wananchi hapa tukishuka vurugu itakuwa kubwa, lakini sisi tuahidi kwa siri kwenye mioyo yetu kwamba mvua ikipungua ujenzi utaendelea. Sasa leo tumepita pale, tumekuta mkandarasi kajaza kifusi vizuri, kaweka mchanga, kazi inaendelea na watu wanapita vizuri, wala hakuna pongezi kwenye hilo. Kwa hiyo waheshimiwa viongozi, kazi yetu sisi viongozi ni kubeba changamoto, sio lawama, changamoto, kwa sababu ndiyo kazi ambayo tuliapa kwenda kuifanya kwa bidii kubwa. Lakini niwaombe na nyinyi wananchi mwe wavumilivu, ni kwa nia njema katika kuokoa fedha za serikali. Hata hapa tumekuja leo kukabidhi hivi vifaa, nikala muuliza mheshimiwa diwani na mwenyekiti, leo tunakabidhi, na mimi leo nitawaunga mkono, pamoja na kwamba nimeleta fedha za mfuko wa Bunge na nimekuja kukabidhi vifaa, lakini pia nitatoa na ya kwangu ya mfukoni ili kuunga juhudi mkono za wananchi wa eneo hili. Na mfuko tena mwingine wa mbunge wa jimbo, maana tuliokwisha tangulia kupewa na Mheshimiwa Rais tuliokwisha utumia, na tuliutumia kwa uwazi tofauti na maeneo mengine. Mimi zile fedha niliziweka hadharani, nikasema wananchi waliwachagua viongozi, madiwani ni sauti ya wananchi. Nyinyi madiwani na katibu wa mbunge jadilini wenyewe, kubalianeni pesa hizo ziende wapi, kwa kipaumbele kipi. Lakini mimi nimesema nyinyi jadilini, kubalianeni, gaweni hizo fedha na isibaki hata 100. Ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na haikubaki pesa, zote zimekwisha gawiwa kwenye kata zetu. Sasa niwaahidi kwamba mfuko mwingine wa mbunge wa jimbo ukisha kuwa wazi, nitawaongezeni tena shilingi milioni 5. Alafu nyingine sasa tuendelee tena kushikamana na wadau, na wewe mheshimiwa diwani tafuta tena wadau, na mimi mbunge nitatafuta tena wadau wengine, kwa sababu mfuko wa mbunge wa jimbo ni mali ya wananchi wa jimbo zima. Kwa sababu ya umuhimu wa kivuko hiki, nimemwelekeza katibu na kamati iko hapa, tukubaliane kuongezea tena milioni ngapi? Milioni 5. Alafu sasa tuendelee kushikamana kama ambavyo leo mimi mbunge nitaingia na mfukoni ya kwangu ya mwenyewe binafsi ya kula nyumbani kwangu na nikaiongezea, na nyinyi wananchi muendelee kutushika mkono kama ambavyo umeanza. Wangapi wanakubaliana na mimi wanaenda kutushika mkono wananchi? Tumekubaliana maendeleo, tunashikana huku na kule, si ndio? Lakini na viongozi pia hapo na wenyewe pia mtatushika mkono. Leo nitatoa kiasi kile ambacho kimepungua kwa mkandarasi. Mmesema shilingi milioni 1,600,000 ya ufundi ili vifaa hivyo viweze kutumika kwa muda huu, na lengo letu sisi hiyo milioni 1,600,000 itoke kwa haraka ili kusudi fundi yule akimbizane na muda. Sasa leo nitakabidhi milioni 1 hapa mbele yenu, 600,000 mtanidai. Lakini lengo langu ni kuwaambia kwamba sisi tumetumwa na Daktari Samia Suluhu Hassan tuje kuwahudumia wananchi wa Tanzania waliomchagua Mheshimiwa Rais. Na nyinyi mlipanga foleni kubwa. Nilifika pale mimi saa 6 asubuhi, nilikuta foleni kubwa ya wananchi wakisubiri kumpigia kura Mheshimiwa Rais. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ametuambia sisi viongozi tunaotokana na Chama cha Mapinduzi, nendeni kwa wananchi mkafanye kazi ya kuwaletea maendeleo. Na hiyo ni ahadi yangu mimi kama kijana wenu, ni ahadi ya ofisi ya mbunge na ofisi ya diwani na wenye viti wa mitaa. Wenye viti wa mitaa wote vijana, diwani kijana, mbunge kijana, tunatakiwa kuchapa kazi kwa bidii kubwa.
Leo tarehe 24 mwezi wa 4 2026, kama ambavyo tulikuja kuomba kura hapa, na nimefurahi siku tulikuja kuomba kura watu walikuwepo, tukasimama pale, na leo tumerudi tena kuambia yale tuliyoahidi tumekwisha anza kuyatekeleza. Wakina mama fulani walinipiga dongo wakasema, mheshimiwa, tunakuja kijana wetu tunakuchagua, je, utarudi? Nikasema nitarudi. Leo nimerudi, sijarudi. Nimerudi. Sasa sijarudi kwa sababu hii tu, nitaendelea na nitaendelea na nitaendelea. Nitarudi kwenye vivuko, nitarudi kwenye barabara, nitarudi kwenye shule za msingi, nitarudi kwenye maji, nitarudi kwenye umeme, kila ambako kuna shida, kwenye misiba, kwenye harusi, kwenye sherehe, misikitini, makanisani, mimi kila utakaponihitaji napatikana. Na safari hii Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye ule mradi wa SGR uliasisiwa na yeye akaendeleza pale ambapo ulipoishia na ukamalizika kwa wakati. Na tunaye spika mzuri wa viwango na spidi, ndugu yangu Musa Hassan Zungu, mbunge wa Ilala wa muda mrefu, gwiji wa siasa. Yeye sio mchoyo wa vibali, linapokuja swala la mbunge anakwenda kuwahudumia wananchi, sio mchoyo wa vibali. Kwa hiyo mimi nimemuomba tu, kabla bwana mkubwa, bwana nina jambo kule Magore A, na kwenda kwa wananchi wa Magore kuwakabidhi vifaa kwa ajili ya ujenzi wa kivuko cha Machimbo kilichotolewa na mfuko wa mbunge wa jimbo. Kaka yangu Zuba akaniambia nenda kawahudumia wananchi. Kwa hiyo utaona serikali hii ni serikali ya kazi, ya kukimbia ile kazi na utu, na kazi zinaendelea. Ndio tunachokifanya. Kwa wazee wangu, mimi nimefarijika sana. Juzi tulikuwa pale kwa mwenyekiti wa Kivule kuzindua msikiti wa ndugu zetu, walitugaia pale ufadhili, tukahudhuria. Leo tuko hapa, kesho tuko sehemu nyingine. Kazi yetu ni kukimbia na mchaka wa shughuli hizi na kuwaonesha na kuwathibitishia wananchi kwamba sasa wamepata viongozi na sio watawala. Basi baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nawashukuru sana. Mimi ni ahidi yale yote ambayo mwenyekiti wa mtaa ameyasema kwenye risala yake, kwanza tumeyapokea, tumeyachukua, tunakwenda kuyafanyia kazi. Lakini na wewe Mheshimiwa Diwani, isiishe tu kuambia kwamba tumefanya, tuendelee kufanya. Mimi nimepita hiyo barabara, kwa kweli ina madimbwi makubwa sana. Sasa sisi kazi yetu ni kuhakikisha tunazichukua barabara hizi, tunaziingiza kwenye barabara za TARURA. Kama tumefanya barabara ya wapi? Ya Digogo. Ni kuhakikisha tu kwamba inapitika kiangazi na masika, na zile ambazo tuliziahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kubwa zote ambazo ziko ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nitumie fursa hii kupitia mkutano huu wa wananchi wa mtaa wa Magore kuhakikishia zote ambazo tumeziahidi tutaendelea kuzipigia kelele ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini serikali yetu sikivu imekwisha anza kuleta fedha na zingine tumeshaanza kuziona zinajengwa. Tumeona vivuko, makaravati, matabaka yale yamekwisha anza kuwekwa vizuri, lami na karibia. Kwa hiyo kule ambako ziliahidiwa za ilani za barabara za lami zitajengwa, na hizi za huku ndani tulizoziahidi kupitika kiangazi na masika. Mheshimiwa Diwani, wewe ni mjumbe wa kamati ya fedha wa jiji, na kule ndio tunapozijadili hizi barabara za ndani. Mimi nitakushika mkono pamoja na mwenyekiti wa mtaa zipitike kiangazi na masika. Panapohitajika mtaro tujitahidi kuweka mtaro. Na mimi nimefurahi wananchi wa Magore wazuri, wao wanaanzisha bidii yao kwa wenyewe.
hiyo hata mbunge sasa unapata shauku ya kuwachangia. Leo umeona hapa nimekuja tayari mfuko wa mbunge tumeweka, lakini kwa sababu ya hela ya fundi imepungua milioni 1,600,000, leo nimesema natoa bei gani? Milioni 1. Yaani maana yake mnanishawishi kuendelea kushirikiana nyinyi ili kutatua changamoto. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwapongeze. Mwenyekiti wa mtaa, ni kuahidi kukushika mkono. Unafanya kazi kubwa, ndio awamu yako ya kwanza, lakini kwa kweli Mwenyezi Mungu akupe afya njema. Sisi tutakusaidia kutatua changamoto za wananchi hao. Itoshe kusema Mungu awabariki sana. Niko tayari kwenda kukabidhi vifaa pale chini na kupanga mawe kwa kushirikiana na wananchi. Lazima tukayapange ili wananchi wa maeneo mengine wapate shauku ya kuona kumbe mbunge akiitwa kwa bidii za kushirikiana ofisi ya mbunge na wananchi na diwani na ofisi ya mtaa anaitika, ili na wengine pia wapate sasa ule wivu wa kuweza kushirikiana nasi. Sasa safari hii diwani umekuja, pambana, usiingie tamaa. Shirikiana na wananchi hawa, vijana, wabajaji, wasafirishaji, mama lishe, baba lishe. Juzi umeona Mheshimiwa Rais amehimiza masuala ya mazingira, kutunza, kawapa mama lishe majiko ya gesi, ameonesha namna gani ya kudress vizuri, kuvaa vizuri, ili mama lishe na baba lishe waendelee kuheshimika. Na akasema Mheshimiwa Rais kwamba lishe linatokana na neno lenyewe lishe, sio mama ntilie na baba ntilie, mama lishe. Lakini pia amesema kuendelea kuwanyanyua kiuchumi. Sasa uchumi ule usishie kwetu sisi viongozi, uende kwa wananchi hawa wa chini. Kwa hiyo mimi nimefarijika sana. Mungu awabariki sana, na niwaombe muendelee kuniombea afya njema mimi na viongozi wenzangu, tukaendelee kuwasemea wananchi wetu wa jiji la Dar es Salaam, wananchi wetu wa jimbo la Kivule na kata zetu zote 6 ndani ya jimbo letu la Kivule. Baada ya kuwasema, ndugu zangu, nawashukuru sana. Sasa nakabidhi kwanza ile milioni 1 ambayo nilikwisha iahidi. Timu bwana, pesa hizi ziende zikafanye kazi ya wananchi. Mimi nimesema kidogo changu, kikubwa cha Bahresa. Nimejipiga riziki ambayo nimeipata kwenye vikao, nimesema ije kwa wananchi, na gharama ilikuwa ni milioni 1,600,000. Leo ifahamike nimetanguliza milioni 1, 1,600,000 nidaiwe, na katika kudaiwa kwangu 1,600,000 nitaendelea kukagua kazi inaendaje, ili ile pesa ya mfuko wa mbunge tulioleta milioni 7 na vile vifaa vikisha kuwa vimemalizika, maana yake na pesa hii ndio itakuwa imeisha, na nisisikie wananchi wanachangishwa tena kwenye hili la awamu ya kwanza ya ufundi na maanisha. Ila ahadi yangu leo milioni 7 hizo, lakini milioni 5 zitakuja baada ya mwezi wa 7, kwa maana mfuko mbunge mwingine mpya. Asante, Mungu akubariki sana. Karibu.